Sehemu yetu ya ubunifu leo studioni tuko naye Kenneth Matiba ambaye anatueleza kuhusu ubunifu huu ambao ameutumia katika kuleta mtandao ambao unaweza kukusaidia na kuyaokoa maisha yako wakati wa dharura. Alikuwa tayari ametueleza kuhusu master na polisi. Sasa hivi tulikuwa tunaingia katika eneo la ambulensi. Katika ambulensi nini ambacho kinafanyika? Katika ambulensi kuna aina mbili, vitu mbili nilifanya nikaongeza haya. Kuna wakati nilikuwa nasafiri kwenda Kericho, nikaona watu wakikufa. Na watu wengi walikuwa wanachukua tu picha na kuweka mtandaoni. Lakini wangekuwa na hii app, kuna watu wengine wangeokolewa maisha hapo. Wangeclick na waangalie ni ambulance gani iko karibu, ni kujichukue wale watu ipeleke hospitalini. Kwa sababu mara nyingi watu huwa hawajui nambari za kupiga wakati ambapo wanahitaji ambulance. Lakini kama ungekuwa na app yetu, unaweza click to ambulance, na ikiclick ambulance na ambulance ikuje, chenye app yetu itakusaidia nao pia itaangalia ni hospitali gani iko karibu. So let's say ambulance ya Kenyatta Hospital imekuchukua, si lazima ikupeleke Kenyatta Hospital. App yetu itaonyesha ambulance ni hospitali gani iko karibu, hapo ndio ikupeleke. So hapo tulikuwa tunaangazia hospitali, dharura ya hospitali na dharura ya kwa ajali. Ama yule mama mzito. Unaweza pata mama mjamzito anataka kujisaidia, anataka kwenda kujisaidia ama anataka kwenda kujisaidia hospitalini kujifungua. Unapata wakati huo maybe ni saa 6 usiku. Hawana gari, na Uber pia zifanye usiku. Ama unaweza kuwa mbali yenye Uber iwezi kafika. Na sasa ukiwa na app yetu ukibonyeza tu, baada ya dakika 7 ama 10, wale ambulance yenye tumepartner nao watakuja wakuchukua kupeleka hospitalini. So alafu tuko na fire station. Shida moja, let's say kama Gikomba, unapata mtu anapiga simu, atajieleza niko wapi, dharura imepatikana wapi, shida ni nini, kujeni. Sasa nini pia kikuja, mashini kikuja, wakati mwingi wanapotea. Lakini watu wengi Kibira wangekuwa, Gikomba wangekuwa na app na click fire station, wanapata message that kuna dharura, kuna moto imetokea mahali, wanataka usaidizi wa dharura. Na inawaambia hadi penye wako. So wakikuja, si lazima mtu apige ama watu wapige wenye naenda. The app yenyewe inawa direct penye kuna moto. Alafu ya mwisho tuko na stop rape for our mothers and sisters. So ukiwa mahali na umefeel kuna mtu anakuja anataka kucreep, uzuri wa hii system yetu inaweza chukua hadi picha. So ukichukua picha haraka na uklik hapa, itatukujia na iende polisi na iende private security firm. So hata ukienda na simu, wachukua akimbia na simu, ukuje kwetu kama ulikuwa na app, bado kwa email yako bado utapata picha za hao watu, na tutapata wakati au maybe wamekurepu hizi tembea. Ambulance yenye tumepartner nao kama Huruma Nursing Home watakuja hapo na kupeleka hospitalini, na bado tutakuwa na uwezo wa kuwafuatilia. Kwa hivyo kwa hilo ambalo umetueleza, wakati labda mtu anabakwa, unafinya pale hiyo button. Kwa hivyo sasa utahitajika kufinya hiyo button, alafu upige pia ya polisi na ambulance, au inafanya hapo ukishafinya tu tunaenda kuweka namba za polisi, namba za ambulance na namba zetu, na tunataka kutupartner na wale watu wenye wanafaitia against rape. Tuweke namba zao pia. So wakiclick, hao watu wote watakuwa wanaweza pata hizo messages zote na to respond. Na hii app inaweza kuingia kwa simu yoyote? Inaweza kuingia simu yoyote. Hata kabambe? Kabambe hapana. Kabambe hapana. Lakini sisi kama kampuni tunaangalia njia ya yule mtu mwenye ako na kabambe. Tuweke kama ukifinya one kabisa, tunasema ni one, ukifinya kabisa inatuma rape case kwetu. Ukiwa kwa emergency security, finya 2 kabisa, nambari 2 unafinya kabisa. Ukiwa kwa ambulance unafinya nambari 5. So hiyo ni ubunifu ambao sisi kama kampuni bado tunaifikiria, na wakati itakuja tutaiweka kwa hadi yule mtu mwenye ako na kabambe. Na hivyo kwa hivyo kuwezesha hili ni lazima mtu awe na internet. Lazima mtu akuwe na internet. Umuhimu wa internet ni moja. Let's say mwizi amekupata hapa, amekukidnap, amekupata hapa Mombasa Road, anataka kupeleka Kayole. Tukifika Mombasa Road tukukose,
app inatuonyesha ametolewa Jogoo, Mombasa Road, anapelekwa kwa Kayole. Lakini kama una bundle, tutafika hapa tu penye ulikuwa ya mwisho, last scene ndio tutafika. Na kama una bundle au bundle zako ziko on, itakuwa ngumu kwetu sasa na wale watu wenye tunakufuata nao tukupate penye huko. Lakini kama bundle zako ziko on, tunaweza kufuata. Kama ulifinya ama ulibonyeza ukiwa hapa na wamekuchukua hapa wamekupeleka Kayole, tukifika hapa itatuonyesha Ken ametolewa hapa anapelekwa Kayole. Na labda hilo la mtandao pia, na sijui litawaziwa vipi, kwa sababu itakuwaje kwa maeneo ambayo hayana internet ama iko chini, utafanyaje? Tunajaribu kuongea na the internet providers, communication providers, ili wa ensure that kwa location in each and every location and deep part of town tukue na internet. Naam. Kwa hivyo hivi ndivyo iko. Kuna kitu kingine ambacho kuna kitu kingine unaweza pia kudemonstrate alafu watu wakaona vile. Watu wakaona. Sasa hii ndio sasa app yenyewe. Unaona ya kwanza tuko na master, nimeweka ambulance, nimeweka polisi. So unaona panic button ya kwanza. Hiyo ya kwanza ni master. So ukiklik unaona itatoa, nilitoa kama niko Moi Avenue. Nilizi screenshot kama niko Moi Avenue, ilitoa penye niko. So nikiklik the emergency, watu wenye karibu na mimi, wafanyikazi, mamangu, bibi yangu, nikiklik anaweza pata message. Alafu ya pili nimeeleza kuna ambulance. Unaona hapo itakuonyesha the nearest hospital ni Guru Nanak. Ikuonyesha Guru Nanak, ukiklik message itaenda huko that Ken ni mgonjwa na the nearest hospital yenye nafaa pelekwe ni Guru Nanak. So hata ambulance ikikuja hawakupigii simu. Mtandao, the app yenyewe itakuwa inawaelekeza penye huko. Then ya tatu tuko na polisi. Hiyo wakati nilikuwa karibu na Parliament House, nikichukua ina Parliament Police Station. So ni click Parliament Police Station, itapata nini ya kwanza message. Na sisi pia tupate message kama kampuni, tulayas na watu polisi yenye wako karibu na Parliament wakuja wasaidie hiyo wakati huo. Then ya pili ya mwisho, unaona tuko na security. Tumepatna security firms. In case polisi hawaja respond, security firm wenye tumepatna nao kama Stallion Group wanaweza kuja wakusaidia kwa huo dharura. Then ya mwisho ni fire station. Ukiklik hapo kama kuna fire, watapata ujumbe wa distress na wakuje karibu kwa wakati wa dakika 7 ama 10. Kwa hivyo hii app mtu anaipata wapi? Hii app tuko na Google Play. Ukienda Play Store unaweza i-download. Lakini ili tuwezeshe hizi vitu zifanyike kwa urahisi, kwa Google Play ni shilingi 200, ni paid app. Na hii app ni shilingi 200 shilingi 100 kila mwezi. Lakini ukienda kwa Google Play Store ni shilingi 200 as a registration. So ukiregister utalipa kwa miezi miwili. Utaanza kulipa mwezi wa 3. Hii 100 unalipa kila siku. Ambulance ukiwa mgonjwa ama uko kwa accident, no click accident ikuje kuchukue ikupeleke hospitali, wewe utalipa ambulance fee. Sisi tutakulipia ambulance fee kwa ile 100 unalipa kila siku, kila mwezi. Distress ukiwa kwa distress na uklik Stallion Security Firm na wakuja wakusaidie, wewe utawalipa. Sisi tutawalipa kwa ile 100 unalipa kila mwezi. So ndio maana tukaamua wacha hiyo paid up 100, tulieka 100 hadi yule mama mboga kabisa wa chini. Hiyo ni shilingi 3 kwa siku. Yule mama mboga yule mwenye ako chini aweze kapata app yetu. Na ni vizuri umejibu hilo, kwa sababu kuna mmoja ametueleza anauocha akiwa Ronga, alikuwa ameniambia uliza Matiba malipo ya ambulance nayo. Huyo ni Gondoshio Anduvate. Ukiwa client wetu na unalipa shilingi 100 kila siku na ambulance ikuje kuchukue, hauna haja au utalipa ambulance. Sisi tutakulipia ambulance. Na kama mimi sasa namsaidia mtu, itakuwaje? Kwa sababu labda natumia app yangu kumsaidia mtu ambaye labda amejeruhiwa na hana. Ukisaidia mtu, ambulance itakuja, lakini atalipa ambulance. Lakini kama ni wewe utalipa ambulance. Ni wewe haulipi, lakini kama unasaidia mtu, yes, ambulance itakuja, lakini yeye mwenyewe atalipa ambulance. Mwingine anasema huo mtandao wa ulinzi uko sawa,
tulihajaikiwa kwa matatu na tukapitishwa mbele ya roadblock na hawakujua kama haijakiwa. Huyu ni Joseph kutoka Ruiru. Na mara nyingi mambo kama hayo yanafanyika wakati ambapo watu wanavamiwa wakiwa kwenye matatu. Mtu anashindwa utafanyaje? Naam. Lakini sasa kiwa na Peter atafanyiwa tena. Mwingine anasema KTN TV hongera kwa kazi nzuri mnatufanyia. Huyu ni Mzee Mwangi Njogo Chagashiru Tetu West. Mwingine anasema hiyo app haitumii data connection na iwapo inatumia na umevamiwa na hauna data connection, itasaidia vipi? Na is it possible kwamba mtu ambaye anatumia hiyo lazima atumie bundles vile ambavyo umetueleza, lazima huwe na mtandao, sio? Huyu ni Rama Mganda akiwa Kwale County. Shida moja yenye tuko nayo ni tunaangalia investors. Once tukipata investor in board, kama kampuni tulikuwa tuna propose to pay client wetu bundles za 10 bundles. Matrix yenye tulifanya tukikuja na hii app 10 bundles 10 MBs imetosha kumaliza mwezi mmoja ukiacha tu on juu ya Askari wangu. So tukipata wadhamini na investors na tuangalie venye tunaweza saidia clients wetu. Mwingine anasema ni Coach Ronald Tutoeka akiwa Kabarnet, anasema Matiba, ikiwa kama hauna network kwa sehemu ambayo upo utafanyaje? Ni hilo ambalo umefafanua kuhusu mtandao. Mwingine anasema hai Zubeda, napenda sana kipindi cha hii leo na ubunifu huu ambao nimeufurahia sana. Big up Ken. Huyo ni Jevia kutoka Mombasa. Mwingine anasema watching live from Kitale, Trans Nzoia. Shukrani sana kwa kutazama. Mwingine anasema ni Bernard Okoth Odhiambo, ni ubunifu mzuri sana, ningependa kuwahimiza Wakenya wote tuwe na Askari wangu app kwa manufaa ya usalama wetu. Tujitokeze na kukuza teknolojia kama hii ili nchi yetu iwe na maendeleo kiteknolojia. Na mwingine pia amekuambia sana pongezi sana kwa ubunifu huu ambao huenda ukaokoa maisha ya wengi. Na mwingine anasema kazi nzuri sana na ufurahia ubunifu huu. Kwa hivyo umetueleza mtu achukue simu anaenda kwa Play Store ama inaitwa App Store ama App Store, alafu utafute Askari wangu ama unatafuta nini? Askari wangu. Type tu Askari wangu na uta-download na shilingi 200. Alafu kuendelea utakuwa unalipa shilingi 100 baada ya mwezi 2. Mara nyingi ninapoangalia simu wakati ambapo mtu ana download vitu hasa wale ambao wanatumia niseme tu simu, ukiangalia mara nyingi wanakuitisha nambari ya kadi, ile kadi ya benki ndio wakate hizo pesa. Hii mtu analipa vipi? Kupitia kadi au unapitia njia ambazo tunazijua za kawaida? Sasa Google imeallow njia mbili tu. Kuna kadi na kuna M-Pesa Express. Na ubaya kuna simu zingine hazina option zote mbili. Na sasa tuko na sales and marketing team kama 30 enye wanatembea na APK. Sasa kwa mfano unataka APK hauwezi download, simu yako yenyeshi M-Pesa Express, simu yako yenyeshi hauwezi tumia debit card, inaonyesha tu debit card. Unachukua namba yetu ya ofisi, unatupigia, unatupea email yako, tunakutumia APK. Ukisha download APK, tunakutumia paybill, unalipa. Unalipa juu simu zingine hazitaonyesha M-Pesa Express, itaonyesha debit card. Na kuna watu wengine hawana debit card. So kama bado tunazungumza na Safaricom ili wahakikishe kwa kila simu iko na M-Pesa Express. Sasa tunasema kwa wakati huu kama uwezi download through Play Store, unachukua namba yetu ya kampuni, unatupigia, unatumia email address, tunakutumia APK, una download then unatulipa shilingi 100. Na hiyo nambari mtu anaipata vipi? Nambari ni naweza peana ni 0791679499. Nitarudia 0791679499. Na kwa yeyote ambaye angependa usaidizi zaidi, kuna mmoja Evans Korir anasema hiyo app inatumika Nairobi pekee au Kenya nzima? Kwa saizi Nairobi pekee, but kuanzia tarehe 1 mwezi ujao tunataka kuiroll Kenya mzima. Si Kenya mzima tu, sai tarehe 2 inaanza kutumika Uganda. Ndio. Kwa hivyo mnaangalia pia mataifa ya nje. Mwingine anasema ni mtandao mzuri sana na you mean mtakuwa mnafikia watu popote walipo. Ni Shadrack Kioko. Tutakuwa tunafikia kila mtu.
Na mwingine anasema shukrani sana, tunapongeza huduma hiyo. Mwingine anasema ni Zakari Munyambu akiwa Thika. Hiyo iko sawa. Heko Matiba, jaribu pia group registration ili watu wengi wanufaike. Asante. Na mwingine anasema Eliud kutoka Thika Makongeni, je, unaweza access services vipi? Ni vile ambavyo umetueleza, sio? Ndio. Na mwingine anasema kongole sana kwa huo ubunifu. Je, mnaweza mkafikiria kuifanya hiyo app iweze kufanya kazi offline? Huyu ni David Butuk akiwa Mombasa. Kwa sababu mara nyingine mtu unakuwa hauna inawezekana, lakini kuna shida moja. Sasa kuwa traced kama uko online. Unaweza patikana, unaweza click ukiwa offline, lakini shida ni sisi tutakupataje. Kwa sababu ni ile map yako wanafuata. Uko kwa dharura, mahali ambapo uko. Kukupigia uko wapi? Kama ni wezi watajua ati kuna watu wanakuja. Kwa hivyo nikishafinya sihitaji kufuatilia yeye mmefika wapi. Tunakuja tu. Wenyewe. Shukrani sana na pongezi sana Kenneth Matiba. Ni wazo zuri sana, ni ubunifu mzuri sana ambao bila shaka utaokoa maisha ya wengi. Tunasema asante sana kwa muda wako na kwa kutueleza kuhusu ubunifu wako. Asante sana pia mtazamaji, natumai umepata faida kupitia makala yetu ya ubunifu ya hii leo. Tutakuwa tukiwaleta Wakenya zaidi. Iwapo kuna yeyote au wewe binafsi ambao umebuni kitu fulani ambacho ungependa tukiangazie, tutumie jina lako kupitia nambari 22155 ukianza na jina ubunifu, na utueleze au tupatie nambari yako ya simu, na tutakuwa tukiwasiliana nao kwenye mtandao wa Twitter @ZubaidaKananu, Facebook Zubaida Kananu Kome. Wasiliana nasi, tutakuwa tukiwaangazia zaidi. Na mpisha Mary Kilobi kwa taarifa za KTN leo. Usiku mwema.